Hello, nakusalimu kwa jina la Yesu Kristu, mwana wa Mungu aliye hai, mwokozi wetu ambaye pia ni mwanzilishi wa imani yetu. Mimi ni Pastor Betson na kualika kwenye mwanzo mpya wa mwaka 2026. Imekuwa ni neema ya Mungu kweli kweli kuona mwaka 2026. Haikuwa kazi rahisi sana kuvuka mwaka 2025 kwa sababu kumekuwa na matukio mengi ya kitaifa, matukio mengi katika familia, matukio mengi kwa watu binafsi. Na mwaka 2025 moja kitu ulichotuachia ni mafunzo au mafundisho au kujifunza. Tumejifunza vitu vingi sana kwenye mwaka 2025. Kwenye vitu ambavyo vimetokea kwenye mwaka 2025 vinaweza vikatufanya sisi tukakua katika fikra zetu, tukakua katika matendo yetu, tukakua katika mwenendo wetu na kuangalia namna ya kuweza kuyatazama maisha kwenye jicho lingine tofauti na tulivyokuwa tunatazama maisha hapo awali. Mwaka 2025 umetufanya sisi tuweze kukua kiimani na imetufanya watu wengi tuweze kumrudia Mwenyezi Mungu na kuanza kuamini katika nguvu ya Mungu. Asante sana kama wewe unaamini katika uwezo wa Mungu unaoweza kukufanikisha na kuyabadilisha maisha yako. Na wale ambao wamepitia magumu kwenye mwaka 2025, binafsi napenda kuwapa pole sana kwa yote ambayo yamewakuta kwenye mwaka 2025, lakini mwambie tu Kristo ni yeye yule tangu jana, leo na hata milele. Manake bado Kristo ni mtetezi wetu, ni mwokozi wetu na yupo kwa ajili ya kutupa mwanga wa maisha kwenye mwaka 2026. So kama umevuka kwenye mwaka 2026, una kila sababu za kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia una kila sababu sasa za kuanza kuyatafuta maarifa mapya ambayo yatakuwezesha kusurvive ama yatakuwezesha kuishi vyema kwenye maisha yako yanayoendelea kwenye ulimwengu. Tumepata nafasi na kibali cha kuja mbele zako leo ikiwa ni mwanzo kabisa mwaka 2026 ili kusudi tuweze kuongea mawili matatu ambayo Mwenyezi Mungu ametaka tuongee pamoja na wewe, ili kusudi wewe pia uweze kupata neno la maarifa, uweze kutunza mwenendo wako wa kimaisha kila siku. Unahitaji maarifa kwenye kila chochote unachokihitaji, unahitaji maarifa. 2026 tukiwa hapa tunalo neno la maarifa ambalo Mungu ameliweka kwa ajili yako uweze kulisikia. Tunakwenda kufungua somo hili kwa maombi. Basi popote mtazamaji ulipo, naomba tuungane kwa pamoja kwa ajili ya kuomba Mwenyezi Mungu atuongoze katika mafundisho haya tunayokwenda kuyatoa leo. Tuombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya neema yako uliyotupa ya kipekee ya kutuwezesha kulinena neno lako tukufu kwa ajili ya watoto wako. Tunaomba utuongoze mwanzo hadi mwisho tunapokuwa tukitamka maneno haya, lakini utupe neno la maarifa kupitia neno lako uliloandika kwenye Biblia. Utupe ufunuo wa kuweza kutafsiri na kuelewa vizuri na kuweza kunena vizuri, na wale ambao watakuwa na kusikiliza waweze kusikiliza vizuri na kuelewa vizuri, na kile ambacho umepanga wakakipata katika neno hili kiwe chao, na neno hili likaleta matokeo katika maisha yao, wakaweze kukuona wewe kupitia neno hili ambalo watalisikia na kulijifunza leo. Tunaomba haya kupitia jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. 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 Mtazamaji, unapoendelea kututazama popote ulipo, usisahau kusubscribe na kushare masomo haya ambayo tunakuwa tunayatoa kwenye ukurasa huu wa mwanzo mpya, ili kusudi masomo haya yaweze kuwafikia watu wengi, lakini pia watu wengi waweze kunufaika na neno hili, kwa kuwa tunahitaji kupata neno la maarifa ili kusudi tuweze kutoka kwenye mikwamo ambayo tunayo kila siku. Basi tunapokwenda kuanza, sisi sote tukiwa tunaamini katika Ukristo, ama tunaamini kwa Bwana wetu Yesu Kristo, tunaamini kuwa Yesu Kristo alikuja katika huu ulimwengu kuukomboa ulimwengu na watu wote na vitu vyote vilivyopo katika ulimwengu. Na vitu vyote vilivyopo katika ulimwengu. Na kwa kuanza kabisa tutakwenda kusoma kama tulivyosema, tunamfuata Yesu Kristo, na Yesu Kristo alipoanza huduma yake alisoma kwenye kitabu cha Isaya, ambapo pia injili hii imeandikwa kwenye kitabu cha Luka
sura ya 4 mstari wa 18. Anasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, amenichagua kuwahubiria maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kuwa wako huru na kuwaweka huru wanaoonewa, na nitangaze mwaka ambao Bwana atakuja kuwabariki watu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili ni neno la Mungu ambalo limeandikwa kwenye Injili ya Luka sura ya 4 mstari wa 18, lakini pia limeandikwa kwenye kitabu cha nabii Isaya, na ni maneno ya kwanza kabisa, ama ni injili za kwanza kabisa, ama ni mafundisho ya kwanza kabisa, au ni moja kati ya maneno ya kwanza kabisa ambayo Yesu Kristo alianza kuyatamka ama alianza kuyaongea alipokuja kwenye public ya watu na kuanza kuongea watu. Na ukisoma katika injili hii utaweza kugundua concept kubwa ama kazi kubwa Yesu Kristo aliyokuja kuifanya kwenye ulimwengu ilikuwa ni nini. Na utatazama kuwa ya kwanza ni kuwahubiria maskini habari njema. Tunajua kuwa maskini tunao na maskini tunao siku zote, na ni ngumu sana kumaliza umaskini, lakini umaskini tunaozungumzia ambao umeandikwa hapa kwenye Biblia ni ule umaskini wa kupungukiwa. Na mtu anapokuwa amepungukiwa chochote, maana yake huyo ni maskini. Maskini sio tu yule ambaye amepungukiwa utajiri. Maskini ni mtu yeyote ambaye amepungukiwa kitu chochote. Mtu anaweza akawa ni pesa lakini ni maskini wa maarifa. Mtu anaweza akawa ni pesa lakini ni maskini wa hekima. Mtu anaweza akawa na pesa lakini ni maskini wa afya. Sisi unanielewa? Manake umaskini tunaozungumzia hapa ni kupungukiwa. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye amepungukiwa chochote anahisi kuwa ametengwa au amewekwa pembeni au afai. Sasa sisi wa Kristo na kazi ya Kristo kubwa ni kumwambia yule aliyepungukiwa chochote habari njema. Habari njema ni hipi? Habari njema ni kumwambia kuwa kila ambacho amekikosa au kila ambacho amepungukiwa anaweza akakipata, kwa sababu Mwenyezi Mungu yupo jana, leo na kesho. Kama amekosa kitu leo, manaka anaweza akakipata kesho. Na ndiyo habari njema ninayoileta kwako leo, wewe ambaye umepungukiwa na chochote. Aidha umepungukiwa na kazi, umepungukiwa na maarifa, umepungukiwa na marafiki, umepungukiwa na wateja kwenye biashara yako, na unahisi kuwa umekataliwa ama umetengwa. Nikwambie tu habari njema ni kwamba Mungu anakupenda sana, na Mungu amekubali chochote unachokipitia ukipitie kwenye haya maisha, kwa sababu anakupeleka kwenye hatua nyingine kubwa ambayo wewe utakwenda kufurahia na kumtukuza Mungu. Tukumbuke kuwa hata wana wa Israeli walipita kwenye mapito mengi sana. Walipita kwenye kupungukiwa, walipita kwenye utumwa, walipita kwenye kukosa, walipita kwenye kudhalilika, lakini Mwenyezi Mungu aliweza kuwaletea njia badala ya kuweza kuwatoa pale walipokuwa na kuwapeleka kwenye maisha mengine. Ndivyo hata wewe ambavyo unapitia kwenye hicho ambacho unakipitia, usizani kwamba hapo ndo mwisho umekataliwa au hapo ndo mwisho unapotakiwa kuishia. Hapana, Mwenyezi Mungu anayo hatua nyingine mbele kwa ajili yako. Kwa hiyo hii ni habari njema ambayo shetani hataki uijue, na watu wengi wasio kutakia mema wataki uijue. Yaani wanataka ujue kwamba hapo ndo mwisho wako. Wanataka ujue kwamba maisha yako ulionayo wewe umeishia hapo. Wanataka ujue, ama shetani anataka akuaminishe kwamba tabia ulionayo wewe ndio tabia uliozaliwa nayo, na wewe umeishia hapo na uwezi kubadilisha na ukawa na tabia njema. Sasa habari njema ya Kristo inakuambia kuwa tabia ambayo ulionayo unaweza kuiacha na ukachukua hatua mpya za kuanza maisha mapya. Habari njema ya Kristo tulionayo hapa ni kukwambia kuwa chochote ambacho umekwama kinaweza kubadilika kwenye maisha yako muda wowote. Mungu ana muda wowote. Kitu chochote ambacho umekwama kwenye maisha yako kinaweza kikabadilika ukiamini Mwenyezi Mungu na ukamwamini Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Chochote kinaweza kikabadilika kwenye maisha yako. Kwa hiyo nikutie moyo ndugu yangu, nikupe ujasiri rafiki yangu, kuwa yoyote ambayo unayapitia kwenye maisha yaone tu ni kawaida, yaone tu ni sehemu ya maisha, yaone kuwa Mungu anakupitisha pale. Kwa sababu jiulize, hatujaumbwa sisi kama binadamu kwenye ulimwengu pekee yetu, kuna viumbe vingine. Je, viumbe vingine hao hawapitii magumu wanayoyapitia? Wanapitia. Angalia hata miti, sio muda wote inakaa ina maua, sio muda wote inakaa inatoa matunda. Umeona? Na hata ikitoa matunda haitoi matunda kwa ajili yake, inatoa matunda kwa ajili ya watu na viumbe vingine ambao viko kwenye ulimwengu. Sio, unanielewa vizuri? Kwa hiyo unatakiwa kuwa na moyo wa ujasiri kwenye chochote ambacho unakipitia, kwa kuwa Mwenyezi Mungu anakutengenezea njia ya kwenda kule ambapo unatakiwa kuelekea. Unamblock Mwenyezi Mungu pale unapokata tamaa na unaposhindwa kuamini na unaposhindwa kukubali yale maisha ambayo unayapitia. Hapo unafunga milango ya Mwenyezi Mungu kuweza kufungulia njia ya kuelekea kule ambapo unatakiwa kuelekea. Lakini njia rahisi ya kufungua njia za mafanikio yako au kufungua njia za
mambo ambayo unatakiwa kuyaelekea wewe uweze kuyafikia ni kukubaliana na kila hali ambayo unaipitia. Lakini kwenye kila hali ambayo unaipitia unatakiwa kujifunza jambo. Ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kukupa maarifa. Na ndio maana Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo mapito yapo. Si unanielewa? Yes, mapito yapo kama kawaida kwenye ulimwengu. Magumu yataendelea kuwepo. Hata matajiri unaowaona wamefanikiwa, au hata watu wakubwa unaodhani wamefanikiwa, hata watu unaoona wana vyeo, wana magumu yao. Si unanielewa vizuri? Wewe mwenyewe ni shahidi tu. Hapa tu juzi 2025 kuna magumu yapitia wewe, lakini ulikuwa unaangalia kuna watu wako kwenye wazifa, wana vyeo, ni wakubwa, lakini unaangalia unaonea hadi huruma. Wewe ni mtu wa kawaida mwenye hali ya kawaida, lakini ukiwaangalia watu ambao wana wazifa mkubwa, wana vyeo vikubwa, hadi wewe mwenyewe unaonea huruma. Kwa hiyo unagundua kuwa kwenye kila hatua ya maisha au kwenye cheo chochote ambacho utakuwepo, lazima ugumu wa maisha utakuwepo, lakini wewe unalo neno la kutia moyo, la kuinua imani yako ili ikae kwenye level ya viumbe wa Mungu ambao wanakubaliana na kila hali. Kama nilivyokutolea mfano wa miti, kuna muda wa jua, kuna muda wa kiangazi, kuna muda wa masika. Unaona bwana, kuna muda kweli tunahitaji baraka, lakini baraka zinaweza zikazidi. Kwa mfano mvua ni baraka. Ushawahi kufikiria miti mvua ikiwa nyingi, namna ambavyo miti inapata shida kwenye upepo, matawi yake yanakatika. Umeona? Yes, tunahitaji ndio muda mwingine kupitia magumu ili tujifunze, lakini ushawahi kuwaza namna ambavyo miti inakosa maji, ardhi inakauka, huwa inajisikia je, inapitia nini? Sisi wanadamu pia tuna magumu yetu ambayo tunayapitia. Kwa hiyo kwenye magumu yetu ambayo tunayapitia tunapata kukua na kujifunza, kama ambavyo miti ama viumbe vingine vinavyopitia magumu vinapata kukua. Na sisi pia kama binadamu kwenye magumu ambayo tunayapitia tunapata kukua, tunapata kujifunza. Na kazi ya Kristo hapo alisema ni kuwahubiria maskini habari njema, ambayo tayari nimekuambia kuwa habari njema lazima ujue kuwa Mwenyezi Mungu anakupenda sana, na kwenye kila hatua ambayo anakupitisha na sababu zake, na ana nia njema kabisa na wewe. Kwa hiyo unabidi tu uwe na mapokeo na kuangalia ni kitu gani ambacho unajifunza kupitia haya ambayo unayapitia. Kingine nikwambie tu umefunguliwa, maana kazi nyingine hapa ambayo natakiwa kukuambia ambayo Kristo alikuja kuifanya ni kukwambia kuwa umefunguliwa katika vifungo ambavyo umefungwa. Unahisi umefungwa kwenye umaskini, unahisi umefungwa kwenye magonjwa, unahisi umefungwa kwenye tabia fulani hivi mbaya, unahisi umefungwa kwenye kukataliwa. Habari njema ni kwamba umefunguliwa. Lakini kitu ambacho unatakiwa ujue ni kwamba wewe unatakiwa ujue kwamba umefunguliwa. Umeona? Umefunguliwa vipi? Umefunguliwa kwa Yesu Kristo kuja katika huu ulimwengu. Yesu Kristo alipokuja katika huu ulimwengu alitukuta sisi tumefungwa kuzimu. Maana kumbuka, Adamu na Eva walitenda dhambi ya asili ya kwanza kwenye bustani, na Mungu akawatoa kwenye uwepo wake akawaweka kwenye uwepo wa dunia, kwenye maisha ya kawaida, akawatoa kwenye utukufu ama kwenye utakatifu akawaweka kwenye maisha ya dunia. Lengo la Mungu la kumuumba mwanadamu ni kama mwanadamu aje kwenye hii dunia atawale hii dunia na kutiisha vitu vyote vilivyopo. Umeona bwana? Lakini mwanadamu kupitia Adamu na Eva aliweza kupotoka na kukiuka maagizo ya Mungu aliyompatia. Maana yake akatoka kwenye utukufu wa Mungu akaingia kwenye vifungo vya ulimwengu, ukaanza kuishi maisha ambayo yalikuwa ni magumu sana, yenye majaribu makali sana ya shetani, yenye hukumu nyingi sana za shetani. Lakini kwa kuwa Mungu anaupenda ulimwengu na anawapenda wanadamu, na kumbuka Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake, maana yake hawezi kubali kitu ambacho amekiumba kwa mfano wake kiteseke. Akamtuma Yesu Kristo aje katika ulimwengu. Yesu Kristo aliishi hapa katika ulimwengu na akafundisha. Baada ya hapo akatimiza lile agano ambalo Mwenyezi Mungu alitaka Kristo alitimize, la kufa msalabani na kuzikwa na siku ya tatu kufufuka. Na alipoingia kuzimu, maana alipokufa kule alienda kumnyang'anya shetani funguo zote za mamlaka ya ulimwengu na kuja nazo huku juu. Sasa sisi ambao tunaokoka ama tunamwamini Mungu na tunamwamini Yesu Kristo, tunapata access ama tunazipata zile funguo ambazo Kristo amemnyang'anya shetani kupitia imani. Ukishaamini tu kwamba Mungu anatupenda na hakukubali sisi tupotee, akamtuma Kristo ili kusudi aje kufa kwa ajili yetu,
azikwe, na siku ya tatu alifufuka na akapaa mbinguni na amekaa kwenye mkono wa kulia wa Mungu Baba akitutetea kila siku. Ukishaamini tu hivyo, maana yake unakuwa tayari umepata funguo, na ndio maana funguo ni Kristo mwenyewe kupitia jina la Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tunapoomba tunakuwa tunaitumia funguo hiyo ambayo ni jina la Yesu Kristo, maana yake ni jina lake ambalo lipo kwenye damu yake pamoja na jina lake kama jina lake. Unaposema kwa jina la Yesu Kristo na bariki biashara yangu, maana yake unaifungua biashara yako kutoka katika vifungo, na hiki ndicho Kristo alichokisema hapa kwenye Injili ya Luka sura ya 4 mstari wa 18 anaposema nimekuja kuwafungulia wafungwa katika vifungo vyao. Basi najua kufikia hapa tayari utakuwa umeelewa kidogo ni nini ambacho tunakizungumzia leo. Na tunachokizungumzia leo ni upendo wa Mungu. Mungu ni upendo. Mungu anatupenda sana. Mungu ameileta habari njema katika huu ulimwengu ili kusudi kila mmoja ajue kuwa kuna msamaha, kila mmoja ajue kuwa kuna upendo, kila mmoja ajue kuwa kuna habari njema ya kuinuliwa kwetu katika maisha yetu, katika familia zetu, katika kazi zetu na katika biashara zetu. Kwa hiyo kama nilivyokuambia kuwa Mungu amemuumba mwanadamu kwa mfano wake, na hii ameiandika kwenye Biblia takatifu kwenye Injili ya Mwanzo pale sura ya 1 mstari wa 26. Inasema, kisha Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, atawale samaki wa baharini, ndege wa angani, wanyama wa kufugwa, dunia yote na viumbe vyote vitambaavyo. Umeona? Lakini ukisoma hapa kwenye mstari huu wa 26 kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 pale, kuna vitu vingi sana ambavyo kama mwanadamu unabidi uwe unavielewa ili kusudi uweze kuishi vizuri katika ulimwengu huu. Moja ya kitu ambavyo unachotakiwa kukielewa, hapo ni kwamba sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Sio Mungu ametuumba sisi tuwe na uwezo kama wake. Ametuumba sisi tuwe tuna uwezo wa kutenda mambo kwa mapenzi yake. Maana yake sisi tuwe tuna utashi ndani yetu unaoweza kutupelekea sisi kuamua vitu mpaka Mungu mwenyewe akafurahi. Ndio maana kwenye bustani pale aliweza kuweka maelekezo na kumwacha mwanadamu mwenyewe afanyeje, aweze kufanyaje, kuamua. Kwa hiyo maamuzi yetu kila siku kwenye maisha yanatufanya sisi tuweze kuiga huo mfano wa Mungu. Umeona? Maamuzi yetu namna ambavyo tunawachukulia watu, maamuzi yetu namna ambavyo tunamchukulia Mungu mwenyewe, na maamuzi yetu namna ambavyo tunachukulia maisha yetu sisi wenyewe. Hayo ndiyo yanayoamua kiwango cha kufanana na Mungu au kuwa mfano wa Mungu. Ndio maana unaona watu wote tunatenda tofauti, lakini wote tumepewa neema ya kuishi. Maana yake Mungu kama amekuumba kwa mfano wake, wewe ndio unayemlimit kupitia maamuzi yako. Narudia tena hapo. Kama unakubali kabisa kuwa Mungu amekuumba kwa mfano wake, maana yake unatakiwa kutenda mambo kama Mungu. Maana yake unatakiwa kutenda mambo kama Mungu kwenye ulimwengu wako wewe, kwenye maisha yako wewe. Na maisha ni maamuzi. Kwa hiyo maamuzi yako unayoyachukua kwenye maisha, hayo ndiyo yanayoamua mfano wa Mungu kwako. Kwa hiyo yoyote ambao unamuona kwenye hii dunia, yale maisha anayoyaishi, sio kwamba Mungu ndiyo automatic ameamua yule mtu aishi yale maisha. Ni kwamba Mungu amembariki kumpa uhai yule mtu. Sasa yule mtu anaamua kuchukua ule uhai na kutafsiri maisha yake na kufanya maamuzi kwenye maisha yake. Sasa yale maamuzi, matokeo ya yale maamuzi anayoyachukua mtu ndiyo ambayo yanampa utukufu Mungu, au yanaleta ile concept ya mfano wake. Kwa mtu akiamua vibaya, maisha yake yanabaki vile, na Mungu bado hajamchukia, ila anampa nafasi nyingine ya kuweza kufanya maamuzi mengine mazuri kwa ajili ya kuleta utukufu wa Mungu kwake yeye mwenyewe binafsi. Nadhani unanielewa vizuri. Lakini sasa mtu anapoamua vizuri kwenye maisha, maana yake
Mungu anatukuka kupitia maamuzi ya huyo mtu. Nadhani ushawahi kuona mtu akifanya jambo unasema aisee tumtukuze Mungu bwana. Au mtu akibadilisha tabia aisee Mungu ashukuriwe bwana. Kwa sababu fulani kabadilisha tabia. Ni kwa sababu gani? Yule mtu mwenyewe ndiye aliyeamua kumpa utukufu Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu tunampa utukufu kupitia maamuzi yetu ambayo sisi tunayachukua kila siku. Na ametupa uwezo wa kuamua kwa sababu ametuumba kwa mfano wake. Umeona? Na ametumba sisi tuwe huru tuweze kutawala. Ndio maana unaona alimpa uwezo wa Adam na Eva kuamua, na mwisho wa siku wakaamua kile ambacho bado Mungu alipata utukufu. Bado Mungu mpaka leo bado tunamuita Mungu kupitia kile ambacho Adam na Eva waliweza kufanyaje kukiamua. Kwa hiyo wewe pia umepewa maisha yako binafsi, private ya kwako. Hayafanani na mtu mwingine yoyote kwenye hii dunia. Na wewe binafsi ni mfano wa Mungu. Na mfano wa Mungu wa kwako wewe ni ile nafsi ambayo iko ndani yako, ambayo inakufanya wewe uweze kuwaza, kufikiria, kujifunza, kutenda na kufanya maamuzi. Kwa hiyo unapofanya haya yote, mwisho wa siku utaishia tu kwenye kufanyaje? Kufanya maamuzi. Na maamuzi ambayo utayafanya ndiyo ambayo yatakayompa Mungu utukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kati ya vitu vya kuzingatia kwenye mwaka 2026 ni yale maamuzi ambayo wewe unayachukua. Hayo ndiyo yatakayompa Mungu utukufu. So lazima pia katika kufanya kwako maamuzi uwe una utambuzi unaojua kupitia Biblia. Na Biblia kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 115 mstari wa 16 inasema, mbingu ni za Mungu bali nchi amewaachia wanadamu. Yaani mbingu ni za Mungu ila nchi amewaachia wanadamu. Niliwaza sana, kwanza nikawaza sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Afu nikaja kwenye hii Zaburi 115 mstari wa 16 pale inasema mbingu ni za Mungu bali nchi amewaachia wanadamu. Hapo nikapata ile concept ya maamuzi kwamba chochote ambacho kinaendelea kwenye dunia hii kinatokana sana sana na maamuzi ya wanadamu. Kwa sababu kwanza tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, tuna utashi, tuna mipango na tunaweza kufanya maamuzi. Hiyo ni moja. Pili, chochote ambacho kinaendelea kwenye huu ulimwengu huwa kinapangwa sana na wanadamu, alafu Mungu anakibariki. Kwa mfano, ukiangalia sehemu ambazo kuna barabara zinapita au tuseme train inapita, sehemu zingine zinakuwa ni miamba kabisa. Umeona? Hakuna sehemu au vitabu ambavyo vimeandikwa kwamba Mungu ameumba dunia barabara zitakuwa zinapita hapa. Si unanielewa? Lakini ni mwanadamu mwenyewe aliamua kwamba barabara lazima zipite hapa. Akasema treni hapa lazima itoboe huu mwamba, itoboe huu mlima, ipite hapa. Hapo ndio unapata hiyo concept ya kwamba mbingu ni za Mungu lakini nchi amewaachia wanadamu. Kwa sisi katika ulimwengu tuna kila sababu kubwa sana ya kupata maarifa yatakayotuwezesha kujua kwamba huu ni mlima tunatakiwa kupitisha barabara. Si unanielewa vizuri eh? Yes. Na sisi tunashukuru Mungu kwa sababu hii concept watu wengi wameishi zamani. Sisi tumezaliwa kwenye kizazi ambacho tumekuta kila kitu kipo. Simu zipo, TV zipo, kamera zipo kama hivi, mitandao ipo. Umeona? Hadi vocha zipo, hadi bando zipo. Umeona? Yaani tumeumbwa kwenye dunia ambayo kila kitu kimeshawekwa. Na watu wote unaowaona wamebuni hivi vitu unavyoviona, magari, manyumba, si vitu gani, walielewa hii concept kwamba mbingu ni za Mungu lakini nchi amewaachia wanadamu. Kwa hiyo mwanadamu angeamua tu alale polini, Mungu angekuwa hana shida yoyote. Umeona? Mwanadamu angeamua kwamba Dar es Salaam isiwe hapa, Dar es Salaam ikajengwa kuanzia Bagamoyo kwenda mbele. Ni mwanadamu tu angeamua, lakini Mungu angebariki kile ambacho mwanadamu amewaza na kufikiria. Nadhani unanielewa vizuri. Kwa hiyo kama sisi wanadamu ndo tunaoamua kwamba mji huu uwe hapa, barabara hii ipite hapa, jengo hili lisimame hapa, jengo hili liende hivi, hiki kiende hivi, na maamuzi hayo yote mengi yanakuja kutokana pia na kile ambacho nilikwambia, maarifa. Watu wa zamani walipata nafasi sana ya kujifunza. That's why wakaweza kutengeneza taratibu na sheria kwamba ukijenga jengo la namna hii lazima ufuate sheria hizi na hizi ili isianguke, kwa sababu mwanzo watu walijaribu, mwisho wa siku kila wanapojaribu wanajifunza, wanaweka standard. Wanapojaribu wanajifunza, wanaweka standard. Hata sisi kwenye maisha natakiwa iwe hivyo.
Unapojaribu, unajifunza, unaanguka, unaweka standard. Unajaribu, unajifunza, unaanguka, unaweka standard. Umeona? Maisha ya mwanadamu yako mikononi mwa mwanadamu. Kupitia hii concept ambayo tunaisoma hapa kwenye Zaburi ya 115 sura ya 10 mstari wa 16 inayosema mbingu ni za Mungu bali nchi amewaachia wanadamu. Lakini ukienda kwenye Injili ya Mathayo sura ya 18 mstari wa 18 inasema hivi: amini nawaambia, lolote mtakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote mtakalolifungulia duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwenye concept ambayo nimekupa ya kwamba wewe una mamlaka ya kufanya maamuzi kuhusiana na maisha yako, kuhusiana na mwenendo wako, unaipata pia hapa kwamba lolote ambalo mwanadamu akilifunga katika hii dunia limefungwa na mbinguni. Na lolote ambalo mwanadamu akilifungulia hapa katika hii dunia limefunguliwa na mbinguni. Sasa kwa mfano una tabia fulani unatamani kuiacha, hiyo haihitaji usubirie usikie sauti ya malaika labda kutoka mbinguni kuambia acha. Ni kupata tu maarifa ya kimungu na ni kusoma Biblia na kuwa unajua kuwa kupitia Injili ya Mathayo sura ya 18 mstari wa 18 inasema, nawaambia lolote mtakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni. Kwa kama na tabia mbaya nikifunga duniani inakuwa nimeifunga mbinguni. Sio, unanielewa? Kama kuna umaskini nikiufunga duniani inakuwa umefungwa mbinguni. Kama kuna magonjwa nikiyafunga duniani yanakuwa yamefungwa mbinguni. Kwa mfano kama nataka biashara nikifungua duniani inakuwa imefunguliwa na mbinguni. Kama nataka afya njema na kusema naanza kufanya mazoezi nikifungua hiyo duniani mbinguni pia imefunguliwa. Kama nataka tabia njema nikifungua tabia njema duniani inakuwa imefunguliwa pia mbinguni. Mfano ni mimi nilikuwa ni mcheza show tu kwenye mabaa nini, nacheza show nini kama unavyojua wacheza show kwenye mabaa. Lakini ilifika hatua ambayo nikajua kweli kama hii, nikajua kuna vitu ambavyo natakiwa nifunge, maana yake mimi nikafunga ile tabia au nikafunga ile kazi katika dunia na mbinguni pia ikawa imefungwa. Nikafungulia kazi nyingine katika hii dunia, mbinguni pia ikawa imefunguliwa. That's why unaona mimi nimeisha darasa la 7 lakini ninafanya kazi ambazo zinafanya na watu waliosoma hadi vyuo vikuu na bado sokoni wanaamini kazi yangu kuliko hata wale ambao wamesoma vyuo vikuu. Mimi nafanya creative design, nafanya 3D, nafanya branding, nafanya printing. Ni kazi ambazo ukiamua kujifunza unaweza kujifunza na ukafanya. Kwa hiyo haikunihitaji siku moja nilale niote. Mwenyezi Mungu amenitokea kwenye ndoto aniambie, Betson unaweza kuwa graphic designer mkali, unaweza kuwa 3D maker mkali, unaweza kuwa creative director mkali. Hapana. Ili nitaka tu mimi nione kuwa nimechoshwa na maisha ya kucheza show kwenye bar, nifunge katika ulimwengu wa dunia alafu nifungulie katika ulimwengu wa mbinguni. Na nikifungulia katika ulimwengu wa mbinguni kinachokuja ni ideas, mawazo. Si unanielewa? Lakini naanza wewe ndani ya moyo wako kufunga ama kufungua. Unanielewa? Na hapa anaposema mbingu kwenye Zaburi 115 sura ya 16 anaposema mbingu ni za Mungu na nchi amewaachia wanadamu, maana yake anamaanisha vitu vyote vinavyoonekana ndio nchi amewaachia wanadamu. Vitu vyote vinavyoonekana ni nchi amewaachia wanadamu. Mbingu ni za Mungu, maana yake mbingu ni nini? Mbingu unaijua? Ushawahi kufika? Mbingu ni ulimwengu wa kiroho, ulimwengu usioonekana. Sio, unanielewa? Yes. Sasa ulimwengu usioonekana unafanya kazi supportive kabisa na ulimwengu unaoonekana. Manake ndio maana anasema hapa unachokifungulia duniani kinakuwa kimefunguliwa mbinguni. Unachokifungulia duniani kinakuwa kimefunguliwa mbinguni. Unachokifunga duniani kinakuwa kimefungwa mbinguni. Si unanielewa? Kwa hiyo unachokifunga kwenye ulimwengu unaoonekana kinafungwa pia kwenye ulimwengu usioonekana, na unachokifungulia kwenye ulimwengu unaoonekana kinafunguliwa kwenye ulimwengu usioonekana. Sasa watu wengi huwa tunapata nafasi ya kumuomba Mungu, kwenda mbele zake na kuomba sana. Baba, katika jina la Yesu tunaomba katika ulimwengu wa roho, naita vitu. Kwa hiyo unakuta tunafungulia vitu mbinguni wakati tunatakiwa kufungulia vitu duniani. Kwa mfano, fungua biashara, kaa pale afu sema, Mungu katika jina la Yesu Kristo biashara yangu ni hii hapa, naibariki
Na umesema neno lako kuwa nitakacho kifungulia katika dunia kitakuwa kimefunguliwa mbinguni. Kwa hiyo naomba katika ulimwengu wa macho nimefungulia hii biashara. Naomba sasa na wewe Mungu katika ulimwengu wako wa roho uibariki biashara hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake hautakiwi maombi yako uyaelekeze katika ulimwengu wa roho sana. Maelekezo yako na maombi yako sana yanabidi yaendane na mwenendo wako ama na matendo yako. So unaomba according maandalizi yako, unaomba kulingana na maandalizi yako. Kama umesoma vizuri, umesoma una uhakika umesoma, maana yake hapo unaweka kitu kinachoitwa imani. Na neno la Mungu linasema imani ni kuwa na uhakika. Imani sio nadharia, sio mazingaombo, sio unategemea vitu vitokee. Imani ni unakuwa na uhakika. Uhakika ni nini? Nimejifunza gari, nina uhakika, ninajua kuendesha gari. Sasa ninaamini kuwa naweza kuendesha gari kutokea hapa mpaka Bukoba nikafika na nikarudi. Unanielewa vizuri? Lakini huwezi kuwa haujui kuendesha gari ukasema nina imani, alafu ukasema unaenda kwenye ukaomba alafu ukasema naenda sasa kuendesha gari nitafika Bukoba. Hauwezi kufika. Si unanielewa? Kwa hiyo kuna wajibu katika ulimwengu wa mwili ambao ndo unatakiwa kufungulia katika mwili. Kwa mfano, hujui kuendesha gari, kajifunze kuendesha gari. Baada ya hapo sasa ndo unamwamini Mungu kuwa atanilinda njiani, atanilinda barabarani, ataniepusha na ajali. Imani inakuja kwenye vitu visivyoonekana, na vitu visivyoonekana vipo. Ndio maana Wakristo tunasema tunasadiki kwa Mungu mmoja, muumba wa mbingu na nchi, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Sasa visivyoonekana hivyo ni vya Mungu, ambavyo hivyo ndiko tunakopeleka imani. Kwa mfano, nataka kusafiri kutoka hapa kwenda Mwanza, sijui njiani kutakuwa kuna nini. Hapo sasa ndo kuna imani. Lakini ule uhakika unatakiwa kutoka kwangu. Moja, ninajua kuendesha gari. Mbili, gari nina mafuta. Tatu, nimefanya service ya kutosha. Nne, natembea kwa tahadhari na kuwa makini na sheria zote za barabarani na barabara. Hapo ninaweka imani kuwa nitafika salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kwenye mwaka 2026 chochote ambacho unatakiwa kukifanya, tambua kwamba unatakiwa kufanya maandalizi. Unatakiwa kufanya maandalizi. Hakuna kitu kitatokea bahati mbaya. Unakifanyia maandalizi na Mungu anakibariki. Tunaendelea kwenye Biblia. Kuna maarifa mengi sana kuhusiana na hili somo ambalo nalisema leo. Wagalatia sura ya 6 mstari wa 7 hadi wa 9. Sikiliza anavyosema. Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Niishie hapo. Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ndicho nilichokuwa nakwambia hapo mwanzo. Unataka kuwa dereva, unataka kuendesha gari kutoka hapa hadi Mwanza. Lazima upande kitu. Unapanda nini? Unapanda maarifa, unapanda knowledge, unapanda uelewa kuhusiana na hicho ambacho unataka kukifanya. Unanielewa vizuri? Yes. Kama unataka kuwa na biashara kubwa, lazima upande hiyo biashara. Ianze hata kwa udogo. Apandacho mtu. Kumbuka hapa ndo maana alisema kupanda. Kumbuka unapopanda unapanda mbegu. Na mbegu inakuwa ni ndogo moja. Sio, unanielewa? Kwa mfano unataka huduma ya Injili. Uwezo kutegemea siku moja uwe kama watumishi wakubwa tunaowaona sasa hivi, wanafanya vizuri, wanamtumikia Mungu, na wametufanya hadi sisi tumeweza kupenda kumtumikia Mungu, kama watumishi kama Mamposa, watumishi kama Pastor Tony, watumishi kama Haris Kapiga, watumishi kama Kwani Musa, na watumishi wengi sana. Wakina Isabela, wengi. Hawakuanza na huduma zimejaa watu. Hawakuanza, nilikuwa naangalia siku moja kuna mtumishi anaitwa Rolinga. Anaonesha sehemu ambayo alianzia. Utastaajabu sana. Umeona? Kwa hiyo hata ukimwona Betson leo amekuwa mchungaji, anaita event wanakuja watu 3, 4, 10. Usiseme huyu hajachaguliwa na Mungu. Hapana. Hapandacho mtu ndicho atakachovuna. Unapanda kidogo, umeona? Unafungulia, umeona? Ukifungulia, kwa mfano tumefungua huduma ya mwanzo mpya katika ulimwengu. Imefunguliwa na mbinguni na Mungu anaiona. Itaenda taratibu, inakuwa.
itaenda taratibu inakuwa, itaenda taratibu inakuwa. Lakini pia sisi haituzuii kuendelea kujifunza. Ndio maana hata shambani pia kuna mazao ambayo unavuna, mengine unaanza kupanda, unanielewa? Na ndio maana na sisi tupo watumishi wa Mungu ambao tunachipukia. Kuna watumishi wengine wakubwa ambao sisi tunajifunza kwao, na watumishi hao wakubwa walijifunza kwa wengine wakubwa ambao wengine wameshatangulia na wengine bado wapo. Kwa hiyo kujifunza hakutoisha, umeona? Ama kuanzisha vitu hakutoisha, ila inategemea mtu mwenyewe anauelewa gani na kitu ambacho anataka kukifanya na kitu ambacho anataka kukianzisha. Na uelewa mdogo tu, hiyo ni mbegu ya kutosha kufanya wewe uanze chochote ambacho unatakiwa kuanza. Kama unataka kuanza biashara, usisubirie mpaka uelewe mambo makubwa ya bondi, mambo ya uwekezaji. Wewe anza kama umeelewa tu namna ya kununua mzigo na kuuleta sokoni. Anza, hiyo ni mbegu tayari ambayo umeipata ya kuanzia. So hatua ndogo ambayo unaona ni mwanga wa kuanza chochote ambacho unataka kukianza, tafadhali sana na kuomba kwenye mwaka 2026 chonde anza, kwa sababu hiyo ni mbegu ambayo itakuwezesha wewe kukua. Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwa jitahidi kupanda. Unataka biashara yako iwe kubwa, panda biashara, anza biashara, fanya biashara, tokea kwenye biashara, kaa kwenye biashara, ombea biashara, jifunze kuhusu biashara, tafuta maarifa kuhusu biashara, toa sadaka kuhusu hiyo biashara. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, unataka kupanda mbegu katika masuala ya elimu, anza shule, kajiunge na chuo fulani, kajiunge na maarifa fulani, jifunze, anza. Utakapoanza manake utaenda unakuwa taratibu na maarifa yatakwenda yanatokea taratibu. Usijiulize sana kwamba labda umeshachelewa, labda umri wako umekwenda, una umri mrefu, una umri mkubwa, ushafanya dhambi nyingi, ushafanya mambo mengi. Nikwambie tu, Mwenyezi Mungu anapokupa nafasi ya kuamka upya siku nyingine ni kwamba amesamehe. Na Biblia iko wazi nasema Mungu anasamehe na anasahau. Kwa hiyo usijali kwamba sasa Pastor Benson ananiambia maneno leo, mimi na umri huu wa miaka 40, 50, 30, au nimekuwa nikifanya tabia hii sasa hivi miaka 5, 10, naweza nikaiacha kweli? Nikwambie tu, unapolisikia neno la Mungu papo hapo ndio Mungu ameamua kusema na wewe. Muda huo, haijalishi una umri gani, haijalishi una miaka mingapi, unapolisikia neno la Mungu papo hapo ndio Mungu ameamua kuongea na wewe. Na Mungu anaongea na wewe kupitia watumishi wake, kupitia watu mbalimbali ambao wanakuzunguka. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 17 mstari wa kwanza, pale inasema wakati wa Ibrahim alipokuwa na umri wa miaka 99, Mwenyezi Mungu alimtokea. Ibrahim alitoka kwao ambapo watu walikuwa wanaabudu sanamu. Na Mungu akaona kuwa huyu ni mwanadamu ambaye anaenenda kwenye mapenzi yangu. Akaona huyu anaweza kuwa mfano kwa watu wengine. Anapoendelea kukaa hapa ataweza kuharibikiwa, ama anaweza hiki alichonacho au hii mbegu niliyoiona kwake isiweze kuwafikia watu wengine. Na mbegu aliyoiona Mungu kwa Ibrahim ni mbegu ya imani. Unanielewa vizuri? Hiyo mbegu ya imani aliyoiona kwa Ibrahim alitamani ifike kwenye ulimwengu wote, ifike kwa binadamu wote. Na pale ambapo Ibrahim alikuwa amezaliwa na amekulia ni sehemu ambapo walikuwa wanaabudu sanamu, walikuwa hawaabudu Mungu katika roho, ambapo Mungu utashi wake na mapenzi yake ni kumtaka mwanadamu aweze kumwabudu katika roho, asimwabudu katika vitu. Yaani usimwabudu Mungu kupitia magari, usimwabudu Mungu kupitia manyumba, usimwabudu Mungu kupitia masanamu, usimwabudu Mungu kupitia vitu fulani. Muabudu Mungu katika roho na kweli. Unapokaa mwenyewe peke yako hivi ndani ya roho yako, kweli unamwabudu Mungu. Na dunia haikuwa simple kuwapata watu ambao wanamwamini Mungu katika roho. Watu walikuwa wamepotoka sana. Kwa hiyo mission ya kwanza ni kumtoa Ibrahim pale ambapo alikuwa amezaliwa, aende kwenye
sehemu nyingine ambayo watu wakiona maisha yake watatamani kuishi kama yeye, manake hapo watakuwa wamepata mbegu. Kwa hiyo Ibrahim ni mbegu ya Mungu katika imani, manake alimwamuru Ibrahim atoke pale ambapo anaishi aende huko, atakapoenda atambariki huko huko. Lakini kwa nini aende kule? Aende kule ili akaishi maisha ambayo anaishi, hii sehemu ambayo anaishi akubariki. Basi toka uende uishi huko ambapo mimi nakuelekeza uende. Lengo la Mungu ni kwamba watu wanaoishi kule waweze kuona maisha ambayo anayaishi Ibrahim na kuiga. Na unajua kwamba Ibrahim ndio chanzo cha hata Sodoma na Gomora kuchomwa moto. Umeona? Unajua kwamba Ibrahim ndio chanzo cha kubadilisha watu wengi sana imani zao na fikra zao na mienendo yao. Na kizazi cha Ibrahim ndicho kilichokuja kutokea mataifa 12 ya Israeli. Unanielewa vizuri? Na kizazi cha mataifa hayo 12 ndio kizazi ambacho kimetengeneza na kuijenga imani katika dunia yote. Sisi sasa hivi tunamwabudu Mungu katika roho, ambapo ilikuwa ni tofauti na zamani kipindi kile. Na kuelezea haya kwamba huu mstari wa hii sura ya 17 mstari wa kwanza hadi wa 8 umenistaajabisha sana, kwa sababu umenipa neno la ujasiri la imani ambalo ninakwambia wewe kuwa Mwenyezi Mungu anaweza kukutana na wewe muda wowote. Ndio. Usijali hata kama unaona umri wako umeenda. Wewe tazama hapa. Wanasema wakati Ibrahim alipokuwa na umri wa miaka 99, Mwenyezi Mungu alimtokea akamwambia, mimi ni Mungu mwenye nguvu. Yaani Ibrahim ana miaka 99, Mungu anamtokea na anamwambia mimi ni Mungu mwenye nguvu. Kwa nataka kuniambia Ibrahim alikuwa na udhaifu kiasi gani tokea huko ambapo ametoka, amesafiri, amekwenda kwenye nchi za watu, ameishi, amewaza, amemuomba Mungu swala lake la kuwa na watoto, ameona mpaka yani inakuwa ni ngumu, amekata tamaa, lakini bado Mungu anamtokea kwenye umri wa miaka 99 na bado Mungu anamwambia mimi ni Mungu mwenye nguvu. Kwa wewe kwa umri wako ulionao, Mungu ana nguvu jana, leo na kesho. Mungu ni Mungu mwenye nguvu. Lakini pia anasema fuata mwongozo wangu. Lakini pia anasema fuata mwongozo wangu na kuishi bila lawama. Kwenye miaka 99 Mungu anamwambia Ibrahim, fuata mwongozo wangu na kuishi bila lawama. Wewe sasa hivi una miaka 20, una miaka 17, una miaka 23, miaka 35, unalaumu, umekata tamaa. Mungu kamtokea hapa Ibrahim miaka 99, anamwambia mimi ni Mungu mwenye nguvu, fuata mwongozo wangu na acha kuishi kwa lawama. Kwa Mungu hapendi watu wanaoishi kwa lawama. Usipende kulaumu, usimlaumu Mungu, usijilaumu na usilaumu watu. Na hapo ndipo inapokuja msamaha, kwa sababu mtu yoyote ambaye analawama, huyu mtu ni ngumu kusamehe. Mtu ambaye hana lawama, huyu mtu ni very very simple kusamehe. Na Mungu anapenda watu ambao ni wepesi wa kusamehe, kwa sababu sisi wanadamu hatujakamilika. Kwa hiyo lazima ujifunze, kitu cha kwanza, kuwasamehe watu waliokukosea. Kitu cha pili, ujifunze kujisamehe wewe kwa jinsi ambavyo umejikosea na kwa kuwakosea watu. Ukirudi kwenye ile concept ya kwanza, tunasema unachokifunga duniani kimefungwa na mbinguni. Maana yake ukijisamehe duniani, mbinguni umesamehewa. Ukimsamehe mtu duniani, mbinguni amesamehewa. Si unanielewa vizuri? Kwa hiyo ili uweze kuishi mapenzi ya Mungu ambayo Mungu anamwambia Ibrahim hapa ya kuishi bila lawama, ni lazima ujifunze kusamehe. Uwe na tabia ya Mungu. Kumbuka nimekwambia tumejifunza kwa Mungu, tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Maana yake sisi ni mfano wake. Maana yake kama Mungu anasamehe, na sisi tunatakiwa kusamehe. Ndio maana sala ya baba yetu nasema utusamehe makosa yetu kama na sisi tunavyowasamehe walio tukosea. Maana yake ndio hiyo unavuna unachopanda.
Ukipanda msamaha na wewe utasamehewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima tujifunze mambo mengi sana kupitia Biblia. Na kati ya kitu ambacho tunajifunza, tusilaumu. Hapa Mungu anamwambia Ibrahim, fuata mwongozo wangu na uishi bila lawama, bila kulaumu. Kuna mambo mengi yametokea mwaka jana 2025. Acha kulaumu hayo mambo. Acha kulaumu watu. Fulani ndo kasababisha, fulani ndo isingekuwa fulani, sijui fulani. Acha kulaumu. Mungu hapendi tuishi kwa lawama. Umeona? Anaendelea. Anasema, fuata mwongozo wangu na kuishi bila lawama, nami nitalifanya agano nawe na kuwazidisha uzao wako. Mungu alikuwa amemwahidi Ibrahim kwamba atampa watoto wengi. Amemwahidi sana. Lakini unagundua hapa kumbe kilichokuwa kinamchelewesha Ibrahim ni lawama. Na hapa anamwambia, mimi ni Mungu mwenye nguvu. Fuata mwongozo wangu na uishi bila lawama. Nami ndo nitakapolithibitisha agano langu mimi na wewe na kukupa uzao mwingi. Kwa hiyo unajua kuwa Mwenyezi Mungu anaweza kawa amechelewa katika ulimwengu wa roho kujibu baadhi ya maombi yako, kwa sababu ndani ya hayo maombi huenda kuna lawama, au ndani ya hayo majibu unayoyataka huenda kuna mtu unataka kumkomoa, unataka kumuonyeshea, unataka kumnyosha, kitu ambacho Mungu hapendezwi nacho. Kwa Mungu anaweza akasitisha au akasubirisha kukupa hizo baraka, kama ambavyo Ibrahim alisubiri mpaka miaka 99. Mungu anakuja kumtokea tena kumwambia, acha kuishi kwa lawama, sawa? Fuata mwongozo wangu na kuishi bila lawama, nami nitalifanya agano nawe na kuzidisha uzao wako. Sikiliza hapo Ibrahim. Hapo Ibrahim akasujudu. Manake akakubali. Manake Mungu alimpa maarifa Ibrahim. Na ndio maarifa ambayo kila mtu anatakiwa kuyatafuta. Na maarifa tunayatafuta kwa Mungu. Kama Mungu amempa Ibrahim maarifa, na maarifa wa Ibrahim ameyapata, akayapokea, akayakubali. Manake akakubali kuenenda katika hayo maelekezo ambayo sasa anayapokea kutoka kwa Mungu. Naye Mungu akamwambia, nitafanya agano ili nawe utakuwa baba wa mataifa mengi. Tangu sasa hautaitwa tena Ibrahim, bali utaitwa Abraham. Umeona? Manake ili jina Abraham manake ni baba wa mataifa mengi. Amempa jina lingine. Jina tunapewa na Mungu. Na kama tunapewa jina na Mungu, manake lile jina ambalo tumepewa na Mungu ndilo ambalo tunatakiwa kutembea nalo. Na hapa imeingia kama mtego kwa vijana wengi, wanapewa majina mtaani na watu tu. Mshikaji anampa jina, mtu fulani anampa jina, lakini jina linatoka kwa Mungu. Sasa utajiuliza, Mungu sasa mimi? Hapana. Mungu ni baba wetu sote. Sisi tuna baba na mama ambao ni wazazi. Manake kabla tujamfikia Mungu tunamfikia kwanza baba na mama. Sasa baba na mama kuna jina walikupa wewe kwenye mwaka 2026. Hebu angalia namna ya kwanza kutumia jina lako hata mtaani. Acha yale majina ambayo umepewa na rafiki, mtaa umekupa. Anza kutumia lile jina ambalo umepewa na wazazi wako. Hilo ndilo jina ambalo Mungu aliruhusu wazazi wako wakuite. Na kuna baraka kubwa katika jina ambalo unapewa na Mungu. Kipindi mimi nacheza show nilikuwa nimepewa majina fulani mengi sana. Hata wewe pia ni shahidi, mtaani kwako utakuwa umepewa majina. Watu wanakuita jina fulani. Nikwambie, majina ambayo unapewa na watu yanakutoa kwenye baraka yako ya msingi. Rudi na uanze kutumia jina la Mungu ambalo alikupa. Na hilo jina alilipitisha
kwa wazazi wako. Unanielewa? Kwa hiyo hakikisha jina ambalo wazazi wako walikupatia ndilo lijulikane kwa watu. Angalia hata watu maarufu. Naona wasanii maarufu hapa. Au wacheza mpira maarufu. Let's say tuongelee wasanii. Hakuna msanii aliwahi kuwa maarufu kama Michael Jackson mpaka leo. Si ndio? Lakini hilo ni jina lake halisi. Ile sio AKA. Ile jina lake ni Michael. Lakini ni wasanii wangapi ambao wanatumia majina maarufu ambao ni wakubwa? Utawahesabu sana. Ni wachache mno, na inawezekana kabisa ni wachache mno. Na kama ni wachache pia, hata hao pia lile jina sio rasmi. Hata kwenye kujitambulisha atakuwa anatambulisha kwanza jina lake, alafu anasema mimi ni fulani fulani AKA mtu fulani. Unanielewa? Au wamejua siri ya jina. Kuna siri kubwa sana katika jina ambalo umepewa na wazazi. Kwa hiyo wewe unaweza analysis leo ukaangalia wasanii wakubwa wote hata hapa Tanzania wengi sana ambao wanatumia majina yao halisi. Remi Ongara, hakuna msanii aliyewahi kuwa mkubwa kama Remi Ongara, na nyimbo zake ushasikia za kawaida tu, lakini alipata umaarufu kwa sababu gani? Jina lake halisi. Unanielewa? Yes. Hata wasanii wa top list kabisa hapa Tanzania unaowajua, angalia hata wakiwa wanajitambulisha lazima watatanguliza kutaja jina lao, alafu jina la AKA litafuata. Kwa hiyo kama kuna jina ambalo wewe umepewa na mtaa na watu na nini, hilo jina ukupewa na wazazi, anza kufikiria sana kuhusiana na kubadilisha na kurudi kwenye jina lako halisi ambalo umepewa na wazazi wako kwenye mwaka 2026. Haya, tunaendelea hapo. Asema maana nimekufanya kuwa baba wa mataifa mengi, nitakufanya uwe na wazawa wengi sana. Kwako nitazusha mataifa mengi, na wafalme nitalidhibitisha agano langu nao. Wazawa wako wa vizazi vyao vyote milele. Haya, naye Mungu akamwambia agano ili nawe utakuwa baba wa mataifa mengi. Utakuwa baba wa mataifa mengi. Mungu anamwambia Ibrahim, utakuwa baba wa mataifa mengi. Sasa nilikuwa najiuliza swali, na hapa utarudi kwenye somo toka mwanzo kule ili unielewe vizuri. Matamanio na ndoto ya kuwa na watoto wengi wala hata ukuwa mpango wa Mungu. Ilikuwa ni ndoto ya Ibrahim. Ibrahim ndiye alikuwa na matamanio ya kupata uzao. Ibrahim ndiye alikuwa na matamanio ya kupata watoto. Lakini unashangaa hapa Mungu anasema nitakufanya kuwa baba wa mataifa mengi. Manake ndio ile niliyokuambia, ameiona mbegu ya imani kwa Ibrahim. Mbegu ya kutaka mtoto, mbegu ya kutaka watoto. Ameiona ndoto ndani ya Ibrahim. Kwa hiyo Ibrahim ndiye aliyefanya maamuzi ya kwamba nataka niwe na uzao mwingi. Na nadhani Ibrahim alikuwa na ndoto hii ya kuwa na watoto wengi ili awe na watoto wanaomcha Mungu, kwa sababu toka mwanzo Ibrahim alikuwa kubaliani na namna mwanadamu alivyokuwa akiabudu miaka hiyo ya zamani, na yeye ndiye aliyekuwa mbegu ya kumwabudu Mungu katika roho. Kwa hiyo alitamani sana azae watoto ambao atakuwa anawaelekeza namna ya kumcha Mwenyezi Mungu na kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa unaona kama ndoto ya Ibrahim Mungu anaichukua sasa inakuwa ndoto yake, anamwambia nitakufanya wewe kuwa baba wa mataifa mengi. Nataka tujifunze kitu kimoja hapa, kuwa ndoto ya Ibrahim haikutimia kwa Ibrahim, ilitimia kwa wajukuu. Kwa hiyo aliyepanda mbegu ni Ibrahim, lakini mavuno tumekuja kuyaona kwa Yakobo. Unanielewa vizuri? Ndio. Kwa hiyo kama kijana kwenye mwaka 2026 unatakiwa kuwa na ndoto kubwa, na usijali kwamba hizi ndoto zitatimia kwako. Wewe ota ndoto na hakikisha unazitendea kazi. End of the day Mungu atazibariki na zitakuwa na utaona matokeo yake. Mfano ni Ibrahim. Alikuwa na ndoto kubwa sana ya kuwa na uzao.
kuwa na watoto wengi, mpaka anazeeka anakata tamaa. Miaka 99 amekata tamaa, akachoka mzee. Mungu ndo anamtokea, anamwambia acha kuishi kwa lawama. Anamwambia sasa nakubadilisha jina, hautoitwa Ibrahim, utaitwa Abraham, baba wa mataifa mengi, na nitakupa uzao mwingi. Na hiyo ndoto imekuja kutimia kwa mjukuu wake. Unanielewa vizuri? Mjukuu wake nani? Yakobo. Ibrahim aliota ndoto ya kuwa baba wa mataifa, kama wewe ambavyo unaota ndoto ya kuwa na biashara kubwa, kama wewe ambavyo unaota ndoto ya kuwa na familia iliyoimarika, kama wewe ambavyo unaota ndoto ya kuwa na kazi bora. Nikwambie, haujachelewa kwenye hiyo ndoto yako, na usijali sana kuhusu ndoto yako. Wewe ota hiyo ndoto. Fuatilia hata kwenye vitabu mbalimbali, utagundua hata walioanzisha ubunifu mbalimbali kwenye hii dunia sio wao waliotimiza ubunifu huo. Wengi walikufa kabla ubunifu haujatimia. Watu wengine wakaja wakaendeleza mpaka ubunifu wao ukatokelezea. Kwa kama una ndoto kubwa, nikutie moyo ndugu yangu, endelea kuiamini hiyo ndoto yako. Ndoto yako ipo siku itatimia. Ndoto yako ipo siku itakuwa kubwa. Kama itotimia kwako, itatimia kwa watoto wako. Kama itotimia kwa watoto wako, itatimia kwa wajukuu wako. Ila nikwambie tu, usiwakatili watoto wako na wajukuu wako kwa wewe babu yao kushindwa kuwa na ndoto kubwa. Kuwa kama Ibrahim, ota ndoto kubwa ambayo unaamini itatimia, na Mungu ataibariki ndoto hiyo, itatimia. Kama sio kwako, narudia tena, itatimia kwa watoto wako, na kama sio kwa watoto wako, itatimia kwa wajukuu wako. Kama Ibrahim aliota kuwa na uzao mwingi, na ndoto hiyo ikaja kutimia kwa mjukuu wake ambaye alikuja kuzaa watoto 12 ambayo ni mataifa 12 ya Israeli. Basi tunajifunza kuwa sisi kama wanadamu ambao tumepewa nafasi ya kuishi kwenye ulimwengu, tunatakiwa kuwa na ndoto ambazo tutazifanyia maamuzi ya kuziendea na kujifunza kwazo na kuenenda kwazo na kufanya chochote kwazo na kujitolea kwazo, ili ziweze kukua, na siku isiyojulikana Mungu atakwenda kuzibariki na zitaleta uhalisia katika ulimwengu wa kimwili. Kwa kuwa nimekwambia, kwa kuwa unachokifungulia duniani kinakuwa kimefunguliwa na mbinguni, na unachokifunga duniani kinakuwa kimefungwa na mbinguni. Kwa hiyo funga na kufungulia kwenye mwaka 2026, na hakika kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu na kwa jina la Yesu Kristo na neema yake Mungu, basi utaweza kuyapata matokeo. Kwa hiyo kupitia haya nitakushauri mambo machache sana ya kuyafanya kwenye mwaka 2026. Jambo la kwanza, tafuta kitu chochote ujifunze. Tafuta ujuzi wowote ujifunze. Na hata kama kuna ujuzi tayari unao, tafuta mwingine ujifunze. Yaani usije ukasema mimi nilizaliwa tu fundi gereji, au mimi kipaji changu ni mwimbaji tu, au mimi kipaji changu tu ni mcheza show, au kipaji changu tu mimi ni MC, au kipaji changu tu mimi ni mbeba mizigo. Tafuta kitu kingine ujifunze. Unapobadilisha hiyo ukajifunza, maana yake umeokoa watoto wako na vizazi vyako. Kama wewe ni mbeba mizigo, yani itakuwa ni ngumu sana, labda kwa neema ya Mungu. Kama labda hata kama usipotendea kazi, uwe na ndoto ndani ya moyo wako, ndipo ambapo hata watoto wako itachange, watapata yale maisha ambayo unayatamani. Lakini wewe ukiendelea hivyo hivyo na kuwa na fikra hizo hizo, utashangaa hata watoto wako wanakuja kufanya kazi kama hizo hizo ambazo unazifanya. Lakini ukiamua sasa hivi kwanza kujifunza skills mpya, maana yake unaingiza DNA mpya kwenye maisha yako. Kwa mfano, ulikuwa sio fundi seremala,
Ukianza kujifunza useremala, maana yake umeingiza kitu kingine kwenye maisha yako ambacho kitakuwa ni ulisi kwa watoto wako. Unanielewa vizuri? Ukienda kujifunza mechanic, maana yake umeingiza kitu kingine kwenye maisha yako ambacho kitakuwa ni ulisi kwa watoto wako. Watoto wengi sasa hivi tumekuta baba zetu ni mafundi. Ni mafundi kwa sababu walijifunza, na sisi basi tunatakiwa kujifunza. Unanielewa? Tujifunze baadhi ya vitu. Tujifunze baadhi ya skills, tujifunze baadhi ya maarifa, tujifunze baadhi ya kazi. Ukijifunza kitu kina adapt kwako, kinakuwa wewe. Maana yake hata utakacho kiproduce kitatokana na matokeo ya wewe ulichokipanda. Umeona? Maana yake kama unahitaji vipaji fulani viwe kwa watoto wako, anza wewe kuvijifunza, hata kwa kuvifahamu tu kidogo vinafanyaje. Kwa mfano unataka mtoto wako awe anaruka sarakasi, sio lazima wewe uruke sarakasi. Anza kujifunza wacheza sarakasi wanakula nini, wanaishije, wanalalaje, wanafanyaje. Ukiadapt hiyo utashangaa mtoto wako automatic na yeye anaanza kuipata hiyo. Kwa hiyo usiwakatili watoto wako kwa kushindwa wewe kufanya maamuzi, kwa kushindwa wewe kuwa na malengo, kwa kushindwa wewe kuwa na maono. Kwa ushauri wa kwanza kama nilivyokuambia, tafuta kitu kingine, kitu kipya, kitu chochote, jifunze kitu. Mwaka 2026 wale ambao watafanikiwa sana ni wale ambao watajifunza vitu. Na mwaka huu utakuwa una fursa nyingi sana. Na sio tu mwaka huu, kuanzia mwaka huu na miaka mingine inayokuja. Lakini wale ambao watafaidi fursa nyingi sana ambazo zitatokea ni wale wenye ujuzi fulani. Kwa hiyo nakushauri kama kijana mwenzangu, mwaka 2026 tafuta ujuzi wowote, jifunze. Kama unaweza kwenda VETA, kajifunze. Kama hujui kuendesha gari, nenda driving school, jifunze. Umeona? Tena naweza kurudisha kidogo nyuma kwamba nilipokuwa na ndoto ya kuanza kumiliki gari, nilianza kwa kwenda kujifunza driving school, nikapata leseni. Baada ya hapo sikujua hata ilikuwaje, baraka za Mungu leo ni mtu ambaye namiliki magari. Kwa hiyo unaona kuwa nisingechukua hatua ya kwenda kujifunza kuanza kuendesha gari, maana yake mpaka leo ningekuwa sijui kuendesha gari na sijui kama hata hilo gari lenyewe ningekuwa nalo. Umeona? Kwa hiyo lazima ujifunze kitu kwanza, alafu matokeo yake yatakuja au mavuno yake yatakuja kwenye uhalisia. Kwa hiyo tafuta knowledge yoyote ya kujifunza. Usikae bila ujuzi wowote. Tafuta ujuzi wowote ujifunze, na Mungu atakubariki sana. Mwaka 2026 ni mwaka ambao upo kwa ajili ya kupeleka wewe kwenye hatua za mafanikio, ikiwa tu utalisikiliza neno la maarifa na utaweza kumcha Mwenyezi Mungu katika roho na kuweza kumwabudu Mwenyezi Mungu katika kweli, lakini pia kuweza kukubali kufanya maamuzi sahihi, maamuzi ya kujifunza, maamuzi ya kuenenda, maamuzi ya kufunga katika ulimwengu ili katika mbingu kuwe kumefungwa pia, ama maamuzi ya kufungua katika ulimwengu katika mbingu kuwe kumefunguliwa pia. Na kushukuru sana kwa kutufuatilia na kututazama na kutusikiliza na kulipata neno la mwanzo mpya mwaka 2026. Mwenyezi Mungu akubariki sana, aendelee kuongoza, uendelee kupata matokeo ya kile ambacho unakitafuta. Kila siku za maisha yako kumbuka, kujifunza ni moja ya hatua ya kupeleka kwenye furaha na mafanikio ya maisha yako. Usisite kila siku kuja kwenye page hii ya mwanzo mpya kufuatilia maarifa ambayo tutakuwa tunayatoa hapa kila siku, kwa sababu Mungu ameliweka neno la maarifa kwetu tulilete kwako. Na unakumbuka Kristo alisema na alimwambia Petro kuwa umeimarika, sasa kawaimarishe na wengine. Na sisi tupo kwa ajili ya kukupa kile kidogo ambacho tumejifunza, huku tukiamini kuwa kadiri ambavyo tunaendelea kukufundisha na sisi tunaendelea kujifunza zaidi. Na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen.